Hello guys, leo ninakupa hizi game tatu ambazo zinaweza zikakufanya ukawa vizuri siku ya leo. Lakini pia ninahitaji uweze kujua hizi ni prediction, lakini prediction hizi zinakuwa zimefanyiwa analytics kwa kiwango cha juu mno. Lakini kwa sababu we predicted as a future, chochote kinaweza kikatokea, lakini vipo vitu ambavyo vimefanyika kwa ubora zaidi, uchambuzi yakinifu kwa ajili ya kuhakikisha timu hizi zote zinapata matokeo vile ambavyo imeonekana. Sasa mara nyingi kuna vitu vya sintofahamu katika hizi timu, lakini leo hii nitakuonyesha walau aina mbili au tatu ya namna ambavyo mwelekeo wa hiyo game kwenda kutokuwa mzuri. Sasa game ya kwanza kama unavyoona hapo ni hiyo ya Atletico Bilbao pamoja akicheza na Las Palmas. Lakini kwa mimi, kwa uchambuzi wangu yakinifu, nimeona Bilbao ana uwezo wa kushinda goli 2. Sawa? Yani 2-0. Sasa mengine yatakayoendelea basi ni kutokana na hali ya kimpira. Sawa? Kama we ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi nakuomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sawa? Game inayofuata ni hii hapa ambayo ni ya Arsenal. Arsenal anacheza na Crystal Palace. Odi yake ni 1.41. Japokuwa hizi odds zinakuwa 1.41 sio njema sana, sio nzuri sana, kwa sababu zinawekwa kwa maana ya udanganyifu. Sawa? Lazima tujue pia tabia za bookmakers wanazozitenda katika hizi application za hizi game. Lakini mimi nimeona Arsenal ana uwezo wa kupata matokeo leo hii. Sawa? Zidi ya Crystal Palace. Ndio maana nimempa Arsenal ashinde. Sawa? Lakini nyingine ni Benfica akicheza na Telsense. Hawa Telsense wapo ugenini. Kwa jinsi alivyo Benfica na ukubwa wake, maana yake hii game itakuwa ni nyepesi kwa Benfica. Japokuwa hawa Tysons watakuwa wanahitaji kucomplete kitu fulani, kwa sababu wanacheza na timu ambayo kubwa. Kwa hiyo kuna makosa ambayo watakayoyafanya hawa kwa sababu ya hali ya kimchezo kutokana na timu wanayocheza nayo. Hii inaweza ikapelekea hii game zikapatikana goli 8. Nisikilize kwa umakini mno. Inaweza ikapelekea game hizi zikapatikana goli zaidi ya 7. Yani manake 8, goli 7, goli 6 kwenye hii game ni kawaida kutokana na hali ya kimchezo kwa game kama hii. Sasa nini ambacho kimefanyika? Mimi nimeamua kuchukua goli 4. Sawa? Goli 4 na odi yake hiyo hapo 1.36. Kwa nini wameweka odi 1.36? Kwa sababu wao pia wanajua mchezo huu sio mchezo mgumu kwa Benfica. Lakini pia sio mchezo wa kupatikana magoli machache. Ndio maana wameshusha hizi odds sana. Sawa? Hiyo ni mojawapo, ni game ya 3. Odi yake mimi nimeashumu hapo kwa 300,000. Nimeashumu odi yake ni 2.55 total. Potential yake ni 465.
jumla payout ni 731,000. Sawa, kwa assume ambayo mimi nimeifanya. Kwa hiyo sasa acha kwanza nikupe booking code, alafu mengine niendelee kukupa faida. Hii ndiyo booking code ambayo ni 3EF4J3I. Yani manake 3EF4J3I. Hii ndiyo booking code ya tiketi hii. Sasa nini ambacho unatakiwa kukizingatia zaidi? Sawa, acha nirudi hapa. Umeona hizi game zote nimezichagua zikiwa nyumbani. Manake kwanza zina faida ya uwanja wa nyumbani. Hicho cha kwanza, zina faida ya uwanja wa nyumbani. Lakini pili, zinahitaji matokeo chanya. Sawa. Tatu, zinahitaji magoli mengi ili kuwa tofauti na wengine ambao wameshawahi kuscore magoli per season, yani kwa ligi. Hilo vitu vitatu ndio main ya kupata ushindi katika tiketi hii, na vigezo vimekamilika. Tunachofanya ni kusubiri tu sasa ile physical play, yani mchezo asilia sasa. Maana tupo katika future, lakini sasa tutakaribia katika mchezo asilia, ndipo tunakuja kupata matokeo yaliyokuwa kamili. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, mimi ningeomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele, ili nikiposti video yoyote basi utakuwa wa kwanza kuweza kupata. Lakini pia wewe ambaye unahitaji site ya uchambuzi wa timu, unaweza ukanitafuta nikakupa site ya uchambuzi wa timu. Kwa maana hiyo site nitatengeneza video mahususi kwa ajili yako na nitakutumia. Kwa maana hiyo site sitaweza kuituma katika YouTube. Sawa? Kwa sababu kuna baadhi ya site ambazo YouTube hawawezi wakakubaliana nazo kimsingi, kutokana na kulinda hali fulani ya platform yao. Mara nyingi huwa tunazitoa, site nyingi tunazitoa, lakini tunaona kuna hali fulani, kwa sababu mimi kama mimi ambaye naitumia platform hii ya YouTube, kuna vitu ambavyo naviona. Pia vingine vipo katika sheria za YouTube, vingine ambavyo havipo katika sheria vinaizinisha wewe kufanya hizo, lakini kwa kuzingatia tena taratibu fulani. Sasa kuzingatia tena taratibu fulani kidogo inakuwa ni kazi. Kwa hiyo ili wewe uweze kupata hiyo site, manake njia rahisi ni kunitafuta ili uweze kupata hiyo site.